Insha ni kazi ya kisanaa ya maandishi ambayo huwasilisha mawazo, hisia au hoja za mwandishi kwa njia ya mpangilio wa maneno unaofuata kanuni za lugha. Lengo lake ni kuelimisha, kuburudisha, kuelekeza au kushawishi msomaji kuhusu jambo fulani. Sehemu kuu za insha. Insha kamili huwa na sehemu kuu tatu. 1. Utangulizi. Hii ni sehemu ya mwanzo ya insha. Hutambulisha mada au wazo kuu la insha. Inapaswa kuvutia msomaji na kumwelekeza kuhusu kile kitakachozungumziwa. 2. Sehemu ya katikati, mwili wa insha. Hii ndiyo sehemu kuu ya insha. Huwa na aya kadhaa, kila moja ikiwa na wazo moja kuu. Hutoa maelezo, hoja, mifano au masimulizi kulingana na aina ya insha. 3. Hitimisho. Hii ni sehemu ya mwisho ya insha. Hufunga maelezo yote yaliyotolewa. Inaweza kutoa maoni ya mwandishi, hitimisho la hoja au funzo kwa insha ya simulizi. Aina za insha katika lugha ya Kiswahili zinaweza kugawanyika katika makundi makuu mawili. 1. Insha za kisanaa, insha za kielezi. Hizi ni insha ambazo huandikwa kwa kutumia lugha ya picha, hisia na taswira. Zinahusisha ubunifu mkubwa wa lugha. Aina zake ni insha ya maelezo, hueleza jambo au hali fulani kwa undani. Mfano, eleza mazingira ya shule yako. Insha ya maelezo ya mhusika, humwelezea mtu fulani, kwa mfano, eleza maisha ya shujaa wa taifa lako. Insha ya maelezo ya mahali, mfano, eleza mandhari ya mji wa Mombasa. Insha ya kisa, hueleza tukio fulani kama hadithi. Mfano, nilipotea porini. Insha ya safari, mfano, safari ya kwenda safarini iliyonifundisha mengi. 2. Insha za kitaaluma, insha za kifasihi, hoja. Hizi huandikwa kwa lengo la kueleza au kuonyesha msimamo juu ya hoja fulani. Lugha yake ni rasmi na ya hoja. Aina zake ni insha ya majadiliano, inajadili pande mbili za hoja. Mfano, teknolojia ni baraka au laana. Insha ya maoni, mwandishi hutoa maoni yake binafsi kuhusu jambo fulani. Mfano, toa maoni yako kuhusu athari za dawa za kulevya. Insha ya nasaha, inalenga kutoa ushauri au maonyo. Mfano, ushauri kwa wanafunzi wanaojihusisha na ulevi. Insha ya mazungumzo, hujengwa kwa mazungumzo kati ya watu wawili au zaidi. Mfano, mazungumzo kati ya mwanafunzi na mzazi wake kuhusu nidhamu.